Tunawapa karibu sana nyinyi ambao mshakufanya subscribe kwa Nzasiga Wima CCTV, na nyinyi ambao hamjafanya subscribe tunawakaribisha kwani mfanye subscribe. Wapendwa wa Diamond Platinum, nyote tunawapatia karibu. Siku ya leo siko peke yangu, niko pamoja na rafiki yangu, yani tumetamani tuzungumzie Diamond Platinum. Bwana, ndugu yangu, anza kusalimia kwanza watu kidogo. Nawasalimu sana na nawapatia karibu sana kwa wakati yoyote ile, wakati yenye mtakuwa mnatusikiliza. Huyu Diamond Platinum ni mpendwa wa kwa majina unaweza kupatia majina? Ya, kwa majina ni Boston Jidex. Ndugu yenu karibu, hakuna shida kabisa. Lakini nilitaka tuzungumzie huyu msanii maarufu sana, kila mmoja anamfahamu Afrika nzima mpaka Ulaya. Lakini Diamond Platinum kila mmoja anamtamani au kumpenda kwa namna yake hiyo. Kuko wengine wanampenda just kwa muonekano, wengine wanampenda kwa sauti yake, pengine wengine wanampenda kwa utajiri wake, wengine kwa dansi zake, wengine kwa dansi zake hizo mnazozijua nyinyi kama nyinyi. Lakini huyu Diamond Platinum, mimi nilitaka leo niwaeleze kitu kidogo kuhusu Platinum. Huyu mjamaa gisi mnavyomuelewa, gisi alivyokuwa na gisi anavyoeleza maisha yake na mpaka hapo anapofikia, wewe kama wewe unaonaje? Diamond, nimeleta video zake nyingi ambazo zimeonyesha Diamond ana plani gani, ana ndoto gani, ana vision gani, Diamond anatupeleka wapi, yani sisi wafani wake. Lakini tukiangalia vizuri fasi ambapo Diamond anatupeleka, kwangu mimi naona kwamba sio fasi pazuri, na mwenyewe hapa juzi ameimba nyimbo, ametoa nyimbo akasema kwamba dunia imekufa. Unaona, sasa sijui kwamba huyu mjamaa vipi, lakini mimi naona kwamba Diamond wa kweli ni kwamba hayupo tena. Kweli huyu ni Diamond huyu? Waangalia sura yake kabisa, huyu ni Diamond ambao ulikuwa namjua juzi. Nimeleta hapa video, tutamwona Diamond wa zamani na tutamwona na Diamond wa kisasa, tunaona kwamba kweli hao ni wa Diamond wa kweli ama ni aje? Okay, sasa kakaangu Boston, mimi nimetamani nikuulize, hivi Diamond wa zamani ulikuwa unamjua aje? Diamond wa zamani mimi nilikuwa namjua tu kama msanii kawaida, lakini alipofikia nimeelewa kwamba kabadilika kabisa, sio kwa sababu ya utajiri wake. Siku hizi si utajiri tu, kabadilika hadi sura, kabadilika kabisa kila kitu. Huyu sio huyu mjamaa tunayemuelewa, na jina pia siku hizi ni Simba, yani si tena mtu. Sasa hiyo Simba ni mnyama, unaona siku hizi Diamond ni mnyama. Hiyo Simba inayoonekana kama Simba, hiyo ni kumaanisha kama ni mnyama kabisa. Huyu Diamond mwenyewe, huyu mjinga huyu, kasaini kabisa kuwa mtu wa chama cha wanyama, watu ambao wanaua watu wa kisiri. Ndio. Hauwezi ukaelewa kama anaweza kufanya nini, ipo tu kama mtu, lakini sio mtu tena. Diamond wakati wake alipokuwa huku Mbagala alikuwa kama mtoto mzuri, lakini alipofikia na maamuzi yake imeangusha familia mzima mpaka hapa alipofikia. Siku hizi ni zombie pia. Ndo maana yake hiyo. Sasa Diamond, jameni, sikiza niwaambie vizuri tena, mimi nawaambiaga kila siku wa jamaa, hawa star ambao mnaona wamefika kulevo ya kujulikana na dunia mzima hao, jua kwamba kuna nguvu ambazo wanazo tofauti na wewe mwanadamu wa kawaida. Bwana, elewa vizuri. Jamaa kijita zombie, we cheki vizuri. Kwa nini Diamond kajita zombie? Jina la kwanza ambalo alipewa na baba na mama yake, sio baba na mama yake, ambao alipewa na baba yake. Baba yake ameleta mwenyewe kwa video hii ambao tunakuomba ndugu yangu wetu follow, endelea tufuatilie video, yani usikate tamaa, kwa sababu kupitia hii video utajifunza mengi zaidi kupitia Diamond, utajifunza mengi zaidi kupitia sisi, na utajifunza mengi zaidi kupitia wewe mwenyewe kwa vile ambavyo unavyoviona kwa Diamond Platinum.
Diamond Platinum wa zamani hakuwa na pesa kama vile tunavyomuona siku hizi. Diamond wa zamani alikuwa maskini kabisa wa kutupwa, lakini siku hizi Diamond wa leo anatembea magari. Hiyo alama ya vidole hiyo inaonyesha kabisa na inahakikisha kabisa ukweli kabisa kama huyo mjamaa amejiunga na Freemasonry. Huyu mjamaa sio mtu tena kawaida, nguvu za giza. Amejiunga na nguvu zingine. Lakini huyu mjamaa, sitaki hata mtu wowote huyo atakayesikia hii audio aweze kuwa anafuata hata muziki zake ama maneno yake sijue nini, sababu iko maneno mingi ambayo naongea hawezi kuelewa vizuri kama hauingie ndani kiroho. Huyu mjamaa ni mnyama kabisa, shetani, shaitani, mnyama kabisa waziwazi. Sasa huyu mjamaa anaonekana anatembea na mama yake, wao unaonaje? Na nimeleta video hapa, walimuuliza kwamba hivi we Diamond, mali yako sasa utaiachia nani hapa duniani utakapokufa? Mali yako utaiachia nani? Video tunazo akihakikisha kwamba mali yake ataiachia mama yake. Maana yake yuko tayari pia kufa mbele ya mama yake. Maana yake Illuminati zake na pepo zake zilimuonesha kwamba tayari anaenda kufa kabisa, atamwacha mama yake akiwa angali hai. Jamani, tukiwa tukisikiza maneno kama na hii, sitamani kwamba usikize mwenyewe. Tulitamani kwamba shika hii message, share kwa wenzako wote. Utakapomaliza ipata message yako, share kwa wenzako pia wapate message yao pia, au sio? Tunawapa karibu sana wewe, na video itakapokuia vizuri zaidi utafanya like na unaweza kucomment kile chote ambacho unataka kuongelea au kupitia hii video ya siku ya leo. Huyu Diamond, yani mimi sijui ni muite nani, yani tumite zombie, tumite zombie kwa sababu jamaa. Lakini subiri kwanza bro wangu, hivi unajua sana mazombi? Mazombi ni watu waliokufa alafu wanaishi tena, wanakuwa kwa vivuli, sio watu wazima. No, walikufa au wamejiunga na zile wale wamejiunga na nguvu za giza, wanakufa tena wanaishi. So wanakuwa wanaonekana kama watu na kumbe sio watu, vivuli just. Na huyu Diamond huyu amejiunga na hao watu, amesijua amepata connection zenyewe wapi, mpaka saizi ni mchawi kabisa. Huyu mtu sio mtu mzuri, na sitaki hata mjamaa wowote ile wa Mganda sijui nini, ukiona picha ya mjamaa kataa kabisa kukatakata. Jamaa unajua kwamba Illuminati, unaona Diamond Platinum akijiita zombie, maana yake sisi tumesikia maana ya zombie ni watu ambao walikufa tena ambao wanaishi tena, ambao wako hai kama vivuli vyao tu viko hai, lakini hao watu wazima wameshakufa. Sasa jamaa, Illuminati ama nguvu za shetani, misheni yao, katika moja ya misheni zao ni kumaliza watu wote ama kumaliza kipande moja ya tatu ya watu wote ambao wanaishi dunia. Watawamaliza kwa kila njia zote, kupitia vita, kupitia magonjwa, virus mbalimbali, na kupitia pia hii virus za zombie nazo zipo, na wameziongoza sana, wamezitia sana waimbaji, wa presidenti, wa minister au wenye nguvu zao za juu sana, ili waweze kuwa wale watu maalumu wenye nguvu. Yani kama vile mnavyoona Diamond, cheki amejigonga kama tu vile zombi, kwa kiburi na hasira nyingi, kwa sababu ana hasira ya watu ambao anaoona, kwa sababu ni binadamu, kumbe yeye ule si mwanadamu. Ana hasira nyingi juu ya watu, lakini muda tu haujafika ambao alipewa ili aweze ingia katikati ya wale watu ambao wanajiita wafani. Atauma tu mtu mmoja, kama vile tuliona filamu za mazombi. Wewe ambao hujaona filamu za zombi, jaribu kufuatilia filamu za zombi, utajifunza mengi zaidi, na utaona kwamba hawa wote ndiyo mission. Zombi moja ikiuma mtu mmoja hapa size, katika inchi mzima, nyuma ya siku moja, inchi mzima yote inakuwa imekuwa zombi. Yani siku ni ya mingi, Saha unaweza kuhesabia kama saha 3-4, inchi mzima itakuwa imekuwa mazombi. Sasa ndugu yangu, mimi nataka kuambia hawa jamaa saa yote
watapewa mission ya kufanya zombi wale watu wote ambao walikuja ndani ya kuambukiza watu hii hewa mbaya ya zombi na kuwafanya wengine kupitia vile tunavyowaona. Tutawatamani sana, na watakapotufanya mazombi sasa, kutoka hapo na wewe kwenda kukua zombi. Kumbuka wanakunywa damu, wanakula na nyama za watu. Hawa waone kimbia bwana, hawa waone kimbia kabisa. Hawa president hawa wastaa wakubwa kubwa hawa, unaona jamaa, sio mimi siamanishi kwamba ni wote, lakini hao wenye vipawa kabisa, unaona kwamba kwa sababu Diamond mwenyewe anasema kwamba ndoto yake anatamani akuwe one man boss in world, yani mwanaume mmoja tajiri duniani kutoka Tanzania. Video nimezileta hapa ndugu yangu, ambacho natamani nikwambie kwamba shika hii message, share kwa wenzako pia, na wewe ambao ukiwa na message yako fulani, ikiwa ya matusi, ikiwa message yoyote ambayo unayo, usitoke kwa hii video kabla hujakomenti. Ikiwa unasikia lugha ya Kiswahili itakuwa vizuri sana, komenti kabisa, naweza kujibia na message hizo zitaweza kusaidia wengine zaidi. Ndugu yangu, maisha ambayo unaopitia leo si kwamba Mungu hayaoni, lakini ana sababu gani hatamani akupoteze. Ukiwa na haraka sana utapotea na hatakuacha sana, kwa sababu Mungu unachoomba mtu ndicho akupatia. Alisema kwamba hata ukimwomba mkati hatakupatia jiwe, na ukimwomba samaki hatakupatia nyoka. Unaona maana yake? Ukimwomba nyoka hatakupatia sasa mkati, na ukimwomba jiwe hatakupatia samaki, atakupa kile ambacho umemwomba. Sasa jamaa, tungejifunza kuomba, naona kwamba maisha angeweza kubadilika zaidi ya vile tunajifunza kutamani. Unaona, tunatamani sana bila kuomba, sasa tunashindwa kupata. Unaona, lakini sasa ndugu yangu, mimi nimetamani nipozi hii video ya Diamond hapa kidogo, ili tujifunze na tuzungumze mimi na wewe. Unaweza kuwa na ujumbe fulani kupitia vile vyote ambavyo unaona kwa wastaa wa president. Unaona, kwa sababu hawa jamaa wanaishi kwa sacrifice. Na ninavyosema sacrifice nasema sadaka, ninavyosema sadaka nasema kafara. Ukisikia hivyo utashika kwa aina yako, kwa sababu sacrifice ziko tofauti, kafara ziko tofauti, na sadaka ni tofauti. No, lakini hawa jamaa wanaishi tu kwa maisha yale. Lakini sisi wengine hatujui kupana sadaka, hatujui kutoa kafara, hatujui kufanya sacrifice. Unaona, ndio maana maisha yetu wengine yako tu kwa hali fulani ambao si mzuri wala si mbaya, yale ambao tu Mungu ametamani tuishi ndani. Sasa na kwa hiyo tusitamani sisi, tuache Mungu atamani, tuishi kama vile anatamani tuishi, itakuwa vizuri zaidi. Kwa sababu hawa ambao mnaona wamerizika kwa hela, lakini kiukweli hawariziki kimoyo, hawariziki kabisa. Wana maisha ambao wanapitia ambao wenyewe hawapendi kabisa. Ndio maana unaona kama Diamond akiona mwanadamu anasikia uchungu, anajiona kama yeye ni simba, anajiona kwamba yeye ni zombi, anajiona kwamba yeye ni mnyama, anajiona kwamba yeye ni kitu kingine ambacho tofauti na mwanadamu. Lakini jamaa kazaliwa hapa juzi, nimeleta hapa video za baba yake akitaja majina yake ya ukweli. Ndugu yangu, nimeleta video zake Diamond akitupatia akishika Biblia. Lakini hawa jamaa kwa nini wanazoea Mungu? Kwa nini wajamaa wanazoea Mungu? Mungu hazoeki bwana. Kila mtu ambaye alizoea Mungu, kilichofuata tunakijua bwana. Ndoto yangu kubwa katika maisha ni kuwa tajiri namba 1 duniani. Ndiyo ndoto yangu, na nakuthibitishia kwamba nitakuwa tajiri namba 1 duniani.
Katika moja wa Wasafi Festival nilikuwa katika shule fulani, niliwaambia mtanua siku moja Rolls Royce. Haiko imekaa pale na garagara sasa hivi inapigwa maji, sio inapigwa jua. Kwa sababu kwangu mimi naamini kila kitu kinawezekana. Na nawathibitishia kwamba mimi nitakuwa ni Mtanzania ambaye nawakilisha taifa kuwa tajiri namba 1 duniani. Mwaka huu natambulisha product yangu mpya. Sitahitaji product gani, lakini itakuwa ni miongoni mwa wadhamini wa Wasafi Festival. Lakini wathibitishie kwamba itakuwa ni product pendwa sana na itagombaniwa sana, na nawategemea mniunge mkono katika hiyo product. Itakuwa ni miongoni mwa wadhamini. Lakini pia mwaka huu nitatambulisha pia biashara yangu nyingine. Itakuwa kubwa kidogo, inashtusha kidogo ikitaja, lakini nitaomba msishtuke, nitaomba mniunge mkono kijana mwenzenu kutoka mtaani. Sasa unaposikia unadhani kwamba ni biashara gani ile ambayo itakuwa ni kubwa kidogo, ambayo itakuwa inatisha, yani anasema kwamba msishtuke kwa sababu inatisha. Sasa unaweza jiuliza itakuwa biashara gani? Lakini ndugu yangu, acha tusubiri kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba sisi tusiwe na oga kila kitu ambacho kitakuja, kwa sababu sisi tupo na Mungu yupo pamoja nasi, si ndivyo? Na kwa hiyo sasa, ndugu yangu, natamani ujifunze kile ambacho umesikia kupitia video ya Diamond. Anatamani akuwe tajiri wa kwanza duniani, na hadi anataka kutambulisha na kuonesha biashara vyake vipi ambavyo vitakuwa ni vikubwa kidogo, biashara ambavyo vitakuwa vinatisha sana, vyenye matisho makubwa. Anasema kwamba msiogope, hata kwamba yatakuwa natisha, msiogope. Ndugu yangu, nawapatia karibu sasa. Wewe ambao umeshafanya like, asante sana. Video hii ikikuwa ni mzuri kwako, ufanya like, ipatie like, na pia kumbuka kuishare kwa watu wengine tofauti, na ukumbuke kufanya subscribe pia. Tunaenda kupata tena meseji ya pili ya Diamond, huko alikuwa amejifanya pastor akihubiri neno la Mungu. Tusikie neno la Diamond, alafu taandika kwa comment section umejifunza nini kupitia hii neno la Mungu ambao Diamond alituletea kwa hii video, akitusomea kwamba ni neno ambao tumetumiwa, neno mpya ambao ni ujumbe mpya ametuletea. Tusikie kwanza, una ujumbe gani huyu ambao ametusomea ndani ya Biblia, ambao Diamond ameamua tuletee katika Biblia? Jisikilie mwenyewe basi. Tena kutoka mtaani napambana ili kutimiza ndoto yangu. Ukisoma katika vitabu vitakatifu, mfano Biblia inasema katika Yona 13 mstari wa 34 mpaka 35, naomba ninukuu: amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Lakini pia Mathayo 22:39 inasema, na amri ya pili ni kama ya kwanza, mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe. Mwisho wa kunukuu. Ukitazama kwa ukumbi huu ulivyo na bashasha na kufurika, unauona upendo ndani ya hii ukumbi. Katika comment section, ukiwa unajua kuandika itakuwa ni vizuri zaidi. Unaweza kuandika umejifunza nini katika haya maongezi ya Diamond ambao amesomea watu kama neno la Mungu kupitia upendo. Yangu mimi, wacha niache hadharani kwa sababu mimi hapa natumia sauti. Kwanza mimi hapa najiuliza, kwa nini katika vitabu vyote vilimo ndani ya Biblia, hicho ndicho kitabu ambacho Diamond ameona kwamba ndicho ambacho anaweza kusomea watu kama vile tunavyomjua kawaida? Kwa nini katika maneno yote yanayokuwa duniani, maneno ambayo unatumia katika mziki wake siku zote yanakuwa maneno ya mapenzi, upendo? Kwa nini?
Diamond, mapenzi ya Diamond hivi tukiona kweli ni mapenzi ya kawaida, ni mapenzi ya watu wa kawaida, ni mapenzi ambao Mungu anapenda tukipitia mapenzi ya kawaida ya mke na mme, hivi Diamond ni mapenzi ya kawaida yake? Wacha tutoke pale. Tukipitia mapenzi ya kawaida ya watu kupenda watu, kama vile watu wa Biblia inasema tupendane vile amesema, ungeanza kumpenda mzazi wako kwa sababu mzazi wako ni Mungu wako hapa duniani, alikuumba, alikuzaa. Ungeanza kumpenda mzazi wako, si ni hivyo ndugu yangu? Sasa Diamond amemkana baba yake, amemtupilia baba yake kijijini, baba yake anahangaika, maisha yanamkoroga, hana manguo ya kuvaa, anajisifia kwamba alinunua marezi, alinunua vitu gani. Hasa hiyo ni nini jameni? Usingeanza kumpenda baba yako? Umekana majina yote ambayo baba yako alikupatia, majina yote ya wandugu zako, hautamani kujua wandugu yako. Usingeanza kupenda kwanza familia yako, alafu ndio upende wengine, ndio uweze kuhubiri maneno ya Mungu kwamba unapenda watu wapendane kama vile sijui vitu gani. Wewe una watoto wanne. Una watoto wanne? Mimi na watoto. Mtoto wa kwanza aitwa nani? Na mwanao. Ndani ni timu anatumia jina la usanii. Jina la usanii. Ndio ndio kabisa nao Juma. Okay. Mtoto wa pili anaitwa nani? Mtoto wa pili anaitwa Nasibu wa Juma. Lakini kwa jina la usanii anaitwa Diamond Platnumz. Huyo ndio mtoto wa pili. Alafu mnafanana, wallahi mnafanana. Mungu mkubwa, wallahi mnafanana. Asante na kushukuru sana wewe ambao umenifuatilia mwanzo hadi ndio mwisho kama ya video yetu. Kwa majina wananiita Fomata. Ukikuwa unanitaka utanipata kwa hii channel ya Nzasiga Wima CCTV, na kuomba kwamba enda ukafanye subscribe wewe ambao haujafanya subscribe, na kushukuru tena sana wewe ambao umeshakufanya subscribe. Video hii ikiwa imekuwa vizuri kwako wewe ndugu yangu, fanya like na usisahau kucomment kile ambacho umejifunza kupitia hii video, kile ambacho na unatamani kushare kwa wenzako kupitia hii video. Yangu ilikuwa kwa maneno, yako naweza kupitia maandishi. Tunakupatia karibu sana. Hadi kichwa, mdomo, pua, macho, nywele, yani mnafanana. Mnafanana. Asante karibu. Watatu anaitwa Amina Abdi Juma Isaki kwa Usanga sasa hivi. Wanne ndo nani tu Abasi Abdi Juma Isaki ndo naye anaishi naye mpaka sasa hivi. Okay. Jamani, anaitwa Mzee Abduli huyo. Amewataja watoto wake wanne. Ana watoto wanne. Anasema ana watoto wanne. Wa kwanza ni mwana Hawa, Queen Darin. Wa pili ni nani? Mnampenda Diamond. Diamond ni nani? Steven Kanumba ni nani? Wote ni mamemba wa Church of Satan wale. Steven Kanumba ameuawa na wao. Michael Joseph Jackson nani amemuua?